Sasa ni muda wa kuijenga Gaza. Lakini vita hivi kati ya Israel na wanamgambo wa Hamas wa Kipalestina vimeleta maafa makubwa, hususa kwa wanawake na watoto. Mabomu na risasi ilikuwa ni kama mirindimu ya pwani katika masikio ya wakazi wa taifa hilo. Nilihitaji kuwa daktari, meneja au mwalimu nitakapokuwa mkubwa, lakini kwa sasa nahitaji kufa. Hakuna maisha tunayoishi tena Gaza. Tunasubiri kufa tu, maisha yetu yamekuwa kifo. Wanawake wajawazito walijifungua kabla ya wakati na kupoteza watoto wao wapendwa wakati wa vita hivyo. Tumechoka, nimepoteza watoto wangu wapendwa wawili na baba yao. Sijui hata maisha yangu yataendaje. Hii imezidi kwetu sisi. Kilichotokea katika ukanda wa Mashariki ya Kati, kwa wakazi wengi wa taifa hilo wanatazama kama historia isiyoweza kusaulika katika miongo kadhaa ya maisha yao watakaoishi katika ulimwengu huu. Tuliingia darasani na ghafla walikuwa wamembeba dada yangu akiwa amekufa. Dada yangu, kaka yangu na mama yangu wote walikuwa wameuawa. Niliwaona wakiwa wamelala chini huku damu zikiwa zimetapakaa. Vita hivyo vimeacha simanzi, majonzi, uharibifu na hata mtazamo usioweza kukubalika na mataifa mengi, yale yaliyohasimu na taifa la Israeli, watu wakisema vita hivi vinafanana karibu na vita vya ulimwengu. Niseme hatuna mwingine zaidi ya Mungu. Tunaweka imani yetu kwa Mungu pekee. Mimi ni mama wa watoto 10 wafia dini. Sasa natembea mwenyewe. Hali yetu ni ya kutisha, iliyozungukwa na vifo. Zaidi ya watoto 15,000 walipoteza maisha na wengine wakibaki bila kuwa na matumaini, ikimaanisha walibaki wakiwa tangu kuanza kwa vita hivyo Oktoba 7 mwaka 2023. Vita vya Mashariki ya Kati vilipanuka zaidi, sio tu katika ukanda wa Gaza, bali pia vita hivyo vilienea katika taifa la Lebanon pamoja na taifa la Iran, ambapo kundi la wanamgambo wa Hezbollah lilishuhudia misumari ya risasi na kutawanywa kwa baadhi ya viongozi wao waliopata dhahama ya kukumbwa na vita hivyo. Kulingana na Wizara ya Afya katika ukanda wa Gaza, zaidi ya watu 40,000 na watoto 16,000 wamepoteza maisha, huku wengine 90,000 wakijeruhiwa. Hivi karibuni mpango wa usitishwaji mapigano katika ukanda huo umetoa uheni kwa takriban wiki 6 vita hivyo vitasimama, huku makubaliano ya kubadilishana wafungwa na mateka yakichukua nafasi. Hivi karibuni Rais wa Marekani Donald Trump amezua taharuki kuhusu mpango wake katika ukanda huo. Ilikuwa ni baada ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kupata nafasi ya kuhudhuria katika kikao maalum na kiongozi huyo, ambapo Rais Donald Trump alitoa nasaha ya kuwa Marekani itachukua jukumu la kuukarabati ukanda huo na kuwa chini ya uangalizi wa taifa hilo, huku wakazi wa eneo hilo wakipewa mahali pengine pa kudumu. Lakini mpango huo umepingwa vikali na raia wa ukanda wa Gaza, ambao wengi wamesema watafia katika ardhi yao. Swali ni je, hivi ni nani atamvisha paka kengele? Jina langu ni Dennis Samora.